Inawezekana Afrika tukapeleka timu 10 kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026, na hapa ni kutokana na mfumo mpya wa kombe la dunia wa kupeleka timu 48 duniani kote, timu 3 zikiwa ndo host wa mashindano, nikimaanisha Mexico, Canada pamoja na USA, United States of America, lakini timu 45 zenyewe zitacheza raundi ya qualification kwenye mabara yote 6 ambayo binadamu wanaishi kasoro bara la Atlantic. Sasa bara la Afrika ndio bara la pili kwa kupeleka timu nyingi zaidi, timu 9, huku bara la kwanza likiwa bara la Ulaya timu 16, lakini bara la Asia timu 8, bara la North America pamoja na South America zenyewe ni timu 6, huku watatu wakiwa mahosti, kwa jumla zinakuwa timu 12, na visiwa vya magharibi kule kwenye New Zealand kuna timu kama vile Fiji, kuna nchi za Fiji, timu gani kule ziko nyingi zenyewe pia zitapeleka timu moja. Jumla ukitazama hapo zinakuja timu 46. Sasa timu mbili namna zinavyopatikana ndo unisikize kwa makini, na pengine hata Tanzania pia nafasi ya kushiriki ipo kwenye hizo timu mbili ambazo ndo timu kama za extra, timu zinazocheza playoff mpaka zinafika hapo. Sasa katika bara la Ulaya kidogo mashindano ni tofauti, wenyewe timu 16 zinapita zenyewe kama zenyewe, lakini kwenye mabara mengine yote ambayo yamebaki utaratibu kidogo upo tofauti sana. Sasa nisikize kwa makini, tena kwa makini mno, utanielewa vizuri sana. Ni kwamba nitakachokuwa na kuelezea kinachoendelea hapa Afrika basi kinaendelea kwenye mataifa mengine yote yale ambayo yapo kisoka, na tofauti ni bara la Ulaya tu, mengine yote yapo sawa kwa namna ambavyo nitakuwa naelezea hapa katika bara la Afrika. Sasa ni kwamba katika bara la Afrika pana magrupu 9. Na tukuelekeza hapa, imagine kinaendelea kwenye mabara mengine kasoro bara la Ulaya. Kinaendelea kwenye mabara mengine kasoro bara la Ulaya. Haya, ni kwamba Afrika pana magrupu 9. Magrupu 9 haya na timu 6 pale katika magrupu 9, timu za kwanza zitakazomaliza kwanza kwenye magrupu yale 9, basi moja kwa moja wenyewe watakuwa wamequalify kwenda kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Lakini wale wanaomaliza upili wao wanacheza round ya playoff, na hapa ndo panapochanganya watu wengi sana. Na hapa sana pengine Tanzania hata sisi tutaweza kupita. Kama tutaweza kupita kwenye njia ambayo nitakutajia hapa, basi kweli tutafika kombe la dunia. Sasa ni kwamba zile timu zinazomaliza upili kwenye magrupu yale 9, timu za kwanza zinakwenda moja kwa moja, lakini zile zinazomaliza upili zenyewe zinacheza kitu kinaitwa playoff round. Hii playoff round ni ngumu sana kwa sababu katika zile timu 9 ambazo zimaliza upili basi zinachukuliwa timu 4 zilizofanya vizuri zaidi. Kwa hiyo haijalishi hata kama umaliza upili, kama wewe point unakuwa umezidiwa na grupu jingine, basi moja kwa moja unaachwa. Kwa hiyo katika zile timu 9 zilizomaliza upili basi timu 4 zenyewe zitacheza round ya playoff. Katika hizo timu 4 itapatikana timu moja ambayo yenyewe itawakilisha bara la Afrika kwenye mashindano ya playoff ya international, intercontinental playoff. Hii hapa itachezwa kwenye mabara mbalimbali, mabara 4 yale yaliyobaki pamoja na sisi bara likiwa la 5, basi timu zitatoka moja kasoro bara la Amerika ambao lenyewe ndio lina host mashindano, basi kule wamepewa favor ya kupeleka timu 2 kwenye playoff. Kwa hiyo moja kwa moja zile zitakazomaliza upili itapatikana timu moja, watacheza kundi katika timu 4 za juu, zenyewe moja itakwenda kuwakilisha bara, kila bara la Amerika, bara la Asia, bara la wapi, yote yataungana, na moja kwa moja kitakachotokea hapa ni kwamba wao pia wale ambao wametoka huko watakuwa jumla 6, kwa sababu ukichukua bara la Asia mmoja, Afrika mmoja, South America wawili, North America mmoja, pamoja na kule Fiji pamoja na New Zealand kule magharibi, kule round ya bahari ya magharibi, na wenyewe kule watatoa round timu moja ambayo hiyo itacheza playoff. Bara la Ulaya haitoi playoff. Sasa zile playoff zinakuwa timu 6 ambazo hizi timu 6 sasa kila bara. Kwa hiyo Tanzania ili apite, akimaliza upili anakutana na watu watatu wenzia ambao wamefanya vizuri. Kama atakuwa amefanya vizuri katika timu 9 atoke wenzie timu 4, alafu baada ya hapo atoke kama mwakilishi wa Afrika kwa ajili ya hiyo playoff ya intercontinental. Hiyo playoff ya intercontinental zinakuwa timu 6 ambazo hizi timu 6 sasa zenyewe zinacheza hizi zipatikane timu 2, zinakuwa grupu moja zinacheza ili playoff ile nyumbani na ugenini, ili zipate timu 2 ambazo hizo zitaungana na zile timu 46 ambazo nimekutajia mwanzoni kutengeneza jumla ya timu 48 ambazo zitashiriki kombe la dunia mwaka 2026. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kushiriki kombe la dunia sio kazi nyepesi. Ukimaliza nafasi ya pili bado inabidi umalize nafasi ya pili, lakini katika timu 4 bora. Yani 4 bora zitacheza kama best runners. Wao watacheza kama best runners. Wale best runners wao wataenda kucheza ile round ya playoff, watapatikana timu moja ya kuwakilisha bara, then ile timu moja sasa itakwenda kuungana na mataifa mengine ambayo yametoka katika mabara 4 tofauti. Kasoro bara la Amerika ambao lenyewe na host mashindano zitakwenda timu 2. Kwa moja kwa moja zitakuwa jumla timu 6. Katika timu 6 zitapita timu 2 kwenye kundi chao, na moja kwa moja hizo mbili zitaungana zile timu 46 kutengeneza timu 48 ambazo zitashiriki kombe la dunia mwaka 2026. Kwa hivyo ndivyo namna mfumo unaofanya kazi. Kwa nini nimesema Afrika timu 10? Kwa sababu kama inatokea labda Tanzania au timu nyingine yote imefika kwenye round ya playoff, imetoka kama mwakilishi wa bara Afrika, then kwenye mashindano ya intercontinental playoff kwenye mabara mbalimbali, basi pale kama atakuwa pia amemaliza nafasi 2 za juu, basi moja kwa moja atafanya Afrika tupeleke timu 10. Hapo nimemaliza. Kama hujanielewa ndugu yangu, lifaa video irudie.